employed on a certain job group. There is a starting salary from, if it is job group J, the starting salary maybe is 1,000 shillings. Maybe the maximum is 2,000. So you are allowed to negotiate within those parameters there. Vile vile kuanzia asubuhi mpaka saa hizi katika utathmini wetu ule ambao tunafanya na watu wa KPA, tumeona mambo matatu ambazo zimejitokezea kwamba ni mambo nyeti ambazo sasa komiti yangu na parliament lazima ziangazie. Jambo la kwanza ambalo tumeona ni kwamba KPA walilipa yale tunasema marupurupu ama allowances zaidi ya milioni 300 kwa mwaka moja. Na mwaka ambao tunatathmini hizi vitabu ni mwaka wa 2019-2020 na 2020-2021. So katika 2020 pesa ambazo zililipwa allowances ni zaidi ya milioni 300. Na tuliuliza swali hapo, kwa nini wafanyikazi ambao wanalipwa mshahara kulipa overtime allowances, hiyo inakaa namna gani? Hiyo ndio swali ambalo tumeuliza hawa watu ya KPA. Wafanyikazi wa kiwango cha management, yani wakubwa, waliajiriwa 5. Na baada ya kuajiriwa tumeona katika utathmini wetu wa vitabu ya kwamba mishahara yao yalibadilishwa, yakaongezwa maradufu within kwa mwaka moja. Sasa sisi tumeuliza wao, ni nani alipatia nyinyi nguvu ya kuongeza mshahara? Ya tatu tumeona ya kwamba kuna wafanyikazi ambao wako katika kile tunasema wako katika training ama mafunzo katika KPA. Wako katika mafunzo na sheria ya KPA inasema kama mko mafunzo haitakikani mulipe marupurupu kwa sababu nyinyi katika mafunzoni katika pale KPA. Na tuliona ya kwamba wanalipa allowances marupurupu. Sasa unalipa mtu mwenye ako training marupurupu namna gani? You also had members needed them to interrogate, and that is why the reason why they requested that we adjourn so that we give them time to interrogate. You people know that